Basi ndo kama hivyo Tausi. Mimi na mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe, lakini leo mimi naomba niongee neno hili moja tu, ni kuhusiana na mapenzi yangu mimi na wewe. Najua ni watu wengi sana wamekufuata, kina Mr. Kisome, lakini hata pale napoishi nyumbani kwangu kuna mpangaji mwingine anaitwa Ibra, naye anakutaka wewe. Mimi naomba nikushauri tu kitu, wale mimi naomba uachane nao na unipende mimi. Maki ukiangalia pale ninapoishi mimi nimepanga nyumba nzima, kwa hiyo kuhusu swala la sasampa kwangu sio kitu kidogo. Nikipiga safari zangu za kwenda Mwanza, labda leo nipo Singida, natoka hadi nje, nipo Rwanda, Burundi. Kwa hiyo masuala ya milioni 3, milioni 4 kuachia sio shida zangu. Kwa hiyo mimi naomba unifikirie kwa hilo Tausi. Hivi unajua kwamba wewe ni mwanaume tofauti sana? Yaani mwanaume wa tofauti sana, ila pia mwanaume mpumbavu, kwa sababu mimi sijai kuona eti mwanaume kwenda kumtongoza mwanamke aanze kuwapondea wanaume wenzie kwamba anajua kabisa wale wanaume wapo kwenye mahusiano na wewe mwanamke. Kwa sababu huyo Kisome unamzungumzia wewe au huyo Ibra unamzungumzia wewe, hakuna hata mmoja aliyewahi kuja kwangu na kuniambia kwamba achana na fulani nipende mimi. Sawa, mimi nimekubali kwamba hao wanakuja kuzungumza na mimi hivyo, wananitongoza, hawakutaji wewe, hawamtaji mwanaume mwingine kwa sababu hawajui kwamba mimi nina mahusiano na watu wengine, lakini wewe unajua. Sasa kwa nini unawaponda wao? Ni kweli Tausi, lakini huenda wale wakati wanakuja kukutongoza wewe hawakufahamu kama mimi pia nakutongoza, ndio maana hawajanizungumzia. Lakini mimi nimekuja hapa najua kabisa wale wote wamekufuata, wamekutongoza, wanakupenda, wanakutaka, ndio maana labda mimi nimewazungumzia hapa. Lakini sio kwa nia mbaya, ni kujaribu tu kukwambia uachane nao na unisikilize mimi, kwa sababu mimi nakupenda Tausi na nahitaji kutengeneza familia na wewe. Labda nikwambie tu, mimi Tausi kuolewa mke wa pili sahau. Kwanza huyo mke wako ulikuwa naye mimi ni rafiki yangu, kwa hiyo unataka kutugombanisha sisi, si ndivyo? Ni kweli Tausi, lakini unajua hata dini yenyewe inaruhusu kuwa wanawake hata 4. Yaani lengo tu ni kwamba unawatimizia kila hitaji unalolitaka. Lakini hilo mimi nilikuwa nakuhakikishia ni kuhusiana na swala la vipesa vidogo vidogo. Mimi kwangu halina shida. Maki kuna muda ambao nikitoka nikienda safari zangu hizi za Mwanza, sijui Songea, Mbeya, muda mwingine navuka mipaka ya nchi. Leo nipo Zambia, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi. Shida za pesa sio tatizo kwangu, nakuwa na kuzingatia tu. Sawa, wewe dini yako inaruhusu kwa wanawake 4, ila mimi dini yangu hairuhusu kuolewa na yaani hairuhusu kuolewa mke wa pili. Dini yangu mimi inaruhusu kutembea na wanaume zaidi hata 2. Sijui unanielewa? Alafu mimi kutoka hapa ninapokaa nimelizika. Yaani kutoka hapa kwangu mimi sitotoka. Sijui niende kwa mtu fulani kaniambia atanioa kisa ana hela. Hela zako sawa nazipenda, lakini ila ombi lako la kunioa mimi mke wa pili wala hata sijalipenda. Alafu mimi mbona na mke wako tunasaidiana sana? Yaani wewe ukiondokaga safari zako, akishikwa na shida anakuja na nikimbilia, nikishikwa na shida naenda na mkimbilia. Leo hii unataka uniweke pale, unataka nigombane naye? Tafadhali. Sawa.
Yaani nimekataa tena. Ni sawa, lakini hata nikiwa nimetoka, pesa nitakuwa nakutumia hata kwenye simu. Haina shida, nitumie tu. Si unanitumia? Nitumie, lakini mimi kuolewa na wewe sahau.